mnataka nyara usiku na mchana bwana Murkomen. Ni watoto wa mama wa kinyozi, wa mama wa salon, ni wazee wa bodaboda, ni watoto wao mnahangaisha. Kwa sababu wao ndio wakana uchungu wakiona vile ambavyo mnaleta sheria mbovu za kufinyia wazazi wao mpaka wanaongea kwa mtandao. Mungekuwa mnafanya vizuri, mungekuwa mnatimiza zile ahadi mliwapatia wakati wa campaign, hao watoto hawangekuwa wanaandamana. And if at all you cannot do that, if you are not able to deliver as per the constitution, then why can't you then resign? Kuliko mkuja hapa na uongo mingi. Kwa majina naitwa Isaac Mungai ama kijana msafi, na mimi ndio chairman wa New Gema Young Leaders Movement, na nimekuja hapa kujibu huyu jamaa anaitwa Murkomen. Murkomen hata kama imepatiwa kiti ya waziri wa usalama wa ndani, hatukutambui. Tunajua wewe bado ni yule yule, na umeshika laini ya uongo na unaongea uongo kama kiongozi wako ama mkubwa wako William Ruto. Na mimi nashangaa sana nikiona Murkomen anaambia Wakenya kwamba ati kutoka William Ruto akuwe rais wa Jamhuri ya Kenya hakuna siku askari wameua watu wa Kenya. Ati chini uongozi wake hakuna siku hata moja askari wake wameua wananchi. Na mimi nataka nikuulize Murkomen, unajua hata heri unyamaze kuliko uongee kitu ambao inafanya hasira za Wakenya zinapanda kila siku. Saa ingine hata heri kufunga mdomo kuliko kuongeza mahasira juu ya ile mahasira Wakenya tayari wako naye. Unaambia watu ati serikali ya Ruto hakuna siku imeua Wakenya, siku ujenzi wanaandamana hapa, wale vijana walikuwa wanapigwa risasi kila siku. Si utuambie basi ni wakora wagani walikuwa wanapiga watoto risasi? Si utushikie wakora 18 utuambie umewapeleka kotini kwa sababu wao ndio walikuwa wanapiga jenzi risasi. Huyu kijana amepigwa risasi, kichwa ikapasuka kama marenge kwa town katikati siku ya maandamano. Si tuonyeshe basi hao ni wezi wagani, ni wakora wagani, ni akina nani walikuwa wanapiga watu risasi kama sio askari? Murkomen bana, Wakenya sio wajinga. Na ile shida mko naye William Ruto na kina Murkomen na hii jamii ya Wakalenjin, mnafikiria kila siku ati tuko zile za Moi. Ile siku Wakenya hawako na information. Itabidi sasa muamuke bana, mtoke huko. Mahali saa hii Wakenya wamefika, hawezi wadanganya. Ukikoroga ujinga hapo uongo wadanganye, Wakenya wanaonea 18, wanaonea mbali. Hii vitu mnakoroga hapo mnakuja kuambia Wakenya, hii Wakenya saa hii si wajinga. Na ile changamoto kubwa mko naye kama administration ya William Ruto ni kuwa ya kwamba mnaongoza Wakenya ambao ni werevu kwa shida. Ile shida iko Kenya saa hii ni kwa sababu akili ndogo ndio inatawala akili kubwa. Ndio maana mko na changamoto kubwa. Sababu siku mmeshika kijana hapa ati ameua wamama, ameoka kwa magunia, ametupa huko Kwale. Huyo kijana mkashika mkapeleka hapa Gigiri Police Station. Baada ya siku 4 sijui siku ngapi mkatangazia kwamba kijana ametoroka sel. Tangia hiyo siku bwana Murkomen, kuna siku IG ama askari yote ama William Ruto mwenyewe ametuambia huyo kijana alienda wapi? Kuna siku askari wametujulisha kama Wakenya kwamba yule aliyetoroka sel mlikuwa mmeshika ameua mama, ameka kwa gunia, ametupa huko Kwale. Kuna siku umetangazia sisi huyo kijana ameshikwa tena amerudishwa kwa sel. Kitu ingine, hata vile ile siku mlishika huyo kijana, nini alikuwa anafanya sel siku 4? Kwa nini hamukushika yeye mpeleka kotini afunguliwe mashtaka? Na ndio mprove kotini ya kwamba huyu kijana muweke kila kitu wazi ya kwamba na muwekelee ushahidi kwa meza yeye ndiye alikuwa anahusika. Lakini mlicheza abrakadabra karata hapo. Kijana mkasema ametoroka sel, tangia hiyo siku maneno ikanyamaza. Kama kweli bwana Murkomen si askari wa William Ruto walikuwa wanaua Wakenya siku ya maandamano, kwa nini kutoka hiyo siku zile jamii zilipoteza watu hawajapata haki kama sio askari? Bas ile kitu basi unataka kuambia Wakenya, unataka kuambia idara ya polisi they are so much incompetent such that Wakenya wanauliwa, hajui ni akina nani, hawezi fanya uchunguzi, hawezi shika wezi. So ni kumaanisha unaambia Wakenya kwamba wasikuwa na imani na askari kwa sababu they are so much incompetent, hawezi protect wao. Kwa sababu kisheria ile kitu inafanya sisi tunalipa ushuru. Tunapatia askari pesa yetu, tunawalipa na ushuru yetu, ni kwa sababu wako na kazi mbili pekee yake kisheria.
kulinda mali na kulinda maisha. Na kama bwana Murkomen, askari wako hawezi linda maisha, hawezi linda mali, basi wako na kazi gani? Kazi yao ni gani? Wako na haja gani? Kwa nini sisi tuendelee kuwalipa ushuru, muwalipe? Kwa nini walipe ushuru? Kwa nini wakule ushuru yetu? Kwa nini tuweke hizo gari zao mafuta? Kwa nini tuwanunulie uniform? Kwa nini tuwanunulie bunduki na marisasi kama Wakenya, kama hawezi linda maisha na hawezi linda mali? Ai bwana Murkomen bwana, wake up. Wakenya sasa hii wamechanuka. Hiyo kukoroga ujinga hapo na uongo hapo uwezi wadanganya. Tunaona mbali hata kuwashinda. Na ndio maana nasema ile changamoto kubwa iko Kenya ni kwa sababu akili ndogo inatawala akili kubwa. Ndio maana mko na challenge. Sababu mkijaribu kutengeneza kitu ya uongo inapiga mawe. Mkijaribu kudesign uongo inapiga mawe. Hauwezi kuja kudanganya sisi ati askari hawajaua Wakenya. Wakenya wamepigwa marisasi huko kuanzia mwezi wa 6. Watu wengi, mimi nashangaa William Ruto mwenyewe alikuwa anatuambia ati akiingia kwa kiti chini ya uongozi wake hakuna siku Wakenya watafanywa abduction. Chini ya uongozi wake hakuna siku Wakenya watauliwa na kutupwa kwa mto. Na juzi akatuambia kwa media kwamba alifuta DCI Kinoti kwa sababu chini ya uongozi wake akiwa kama kiongozi wa DCI Wakenya waliuliwa wakatupwa River Yala. That is why alimfuta kazi. Leo hii si aliajiri DCI mwingine, si yako na IG mwingine. Kwa nini bado chini ya uongozi wa William Ruto na wewe Murkomen na IG na DCI Wakenya wanafanywa abduction? Kwa nini? Na mimi nasikia aibu sana kama Mkenya bwana. Ati IG mzima anatokelezea kuambia Wakenya si ya polisi wanafanya abduction na hatuambii ni akina nani. Na hata hatuambii ati kama wao kama askari wanafanya upelelezi. Sababu kama sio nyinyi kwa nini hamfanyi upelelezi? Kama sio nyinyi basi can you produce those who are doing the abductions? Kama sio nyinyi askari, kama sio nyinyi DCI, why can't you then produce the abductors? Kwa sababu Wakenya wanawalipa. Hiyo chakula mnakula ni pesa ya Wakenya. Hizo mabunduki marisasi ni pesa ya Wakenya. Hizo uniform mnavaa ni pesa ya Wakenya. Hizo gari mnaendesha zinafueliwa na pesa ya Wakenya. You are fully sponsored by the Kenyans so that you can protect their lives and their properties. And if at all you cannot do that, if you are not able to deliver as per the constitution, then why can't you then resign? Kuliko mkuja hapa na uongo mingi. Sababu hakuna vile ambavyo tunaweza kuwa sisi wa Kenya tunapatia askari pesa, tunawalipa watuue. Hapana, hiyo ni kama kupatia fisi chakula ikukule. Ama kupatia simba unaikulisha nyama baadaye ikukule. Ama nikulea nyoka baadaye ikukule. We cannot be sponsoring our police unit with our own taxes only for them kutuua na kutufanyia abduction na kutuangaisha. No, that is not their job. Hiyo sio kazi yao kisheria. Kazi yao ni kulinda Wakenya na kulinda mali. Bwana Murkomen, come out. Ambia Wakenya idara ya polisi imeshindwa na kazi, basi wajiuzuru. Sababu kama Wakenya hawawezi lindwa na askari, basi kwa nini waendelee na kuwalipa pesa yao? Kwa nini waendelee na kuwanunulia mizinga na bunduki na marisasi? Kwa nini waendelee kuwanunulia uniform? So, ile kitu sisi tunasema kama Wakenya wa jamhuri hii nchi ni yetu zote. Hakuna mtu wako hapa kimakosa. We have equal rights. Na kukosoa serikali lazima tutaikosoa. Hakuna siku tutanyamaza mkifanya maovu ati kwa sababu tuko na uoga mtatumia askari watushike. Kukosoa serikali ni haki yetu. Sisi ndio tuliwachagua tukaweka kwa hizo viti. Sisi ndio tunawalipa na ushuru yetu. Kwa hivyo tuko na haki kisheria kuhakikisha kwamba tumewakosoa. Mahali mnaenda vibaya tunawaambia wazi bila kuwaficha. Kama kuna shida tunalalamika. Mambo ya maandamano hiyo ni haki yetu kisheria. We have the right to protest and picketing peacefully. We have always done that. Hata polisi ndio wanaletanga vurugu kwa maandamano. Sisi wa Kenya tunaandamananga kwa amani. Na hiyo ni haki yetu kisheria. So, mimi nataka nikuambie Murkomen. Juzi mumehangaishwa na serikali ya Uhuru Kenyatta mkarukaruka hapa mkilia. Mkasema ya kwamba hamtataka Wakenya wengine wapitie yale mlipitia. Saa hii mmeshindwa. Mimi nataka nikuambie Murkomen bwana, mkiwa na William Ruto. Ni leo tu nyinyi ndio mko. Kesho hamtakuwa, kutakuwa na wengine. Vile ambavyo mnahangaisha Wakenya ndivyo hata nyinyi mtahangaishwa. Na kama mtahangaishwa vile mnatuhangaisha, mtafurahia kweli? Watoto wenu wakihangaishwa vile mnahangaisha watoto wa mama mboga, mtafurahia kweli? Kwa sababu hao watoto mnaua na marisasi hapa ni watoto wa wale wazazi ambao mlidanganya serikali ni yao ya mahaswa. Wale wazazi mlikuja huku mkarukaruka mkawadanganyiria tu waunde serikali yao. Au mnapiga risasi ni watoto wao. Hakuna watoto wa matajiri wanaandamana. Watoto wa matajiri hata wasomei Kenya wako ngambo. Wazazi wao wamewatengenezea utajiri. They even don't care by how Kenya is being run. They don't care. Kwa sababu wazazi wao ni matajiri.
Wale ambao wako na concern vile ambavyo nchi inaendeshwa ni watoto wa maskini, watoto wa mahasla, wale ambao mliodanganyiria wakaamuka mapema wakampigia kura, ndio wao mnapiga risasi. Au mnataka nyara usiku na mchana, bwana Murkomen. Ni watoto wa mama wa kinyozi, wa mama wa salon, ni wazee wa bodaboda, ni watoto wao mnahangaisha. Kwa sababu wao ndio wakana uchungu wakiona vile ambavyo mnaleta sheria mbovu za kufinyia wazazi wao mpaka wanaongea kwa mtandao. Mungekuwa mnafanya vizuri, mungekuwa mnatimiza zile ahadi mliwapatia wakati wa kampeni, hao watoto hawangekuwa wanaandamana, hao watoto hawangekuwa wanaandika kwa mitandao. Mungetimiza ahadi zenu za kuboresha elimu, za kuboresha afya, za kuboresha na kutengeneza uchumi, za kuboresha mambo ya kutengeneza ajira. Hao watoto hawangekuwa wanaandika kwa mitandao, wangekuwa busy katika viwanda wakifanya kazi. Lakini kwa sababu mlishindwa kutekeleza zile ahadi ambazo mliwaahidi, hao watoto hawana kazi, wazazi wao wanahangaika, wazazi wao wanateseka kwa hospitali, wanaugua na hakuna matibabu. Ndio maana watoto wako na mahasira mpaka wanaandika kwa mitandao. Ile tu kitu mko naye. The only option that you have as the government of William Ruto and your group, it is to deliver to Kenyans. It is to fulfill all the promises that you made. That is only the option that you have. But if you think you can continue with the business of abducting Kenyans and killing them anyhow, that one will not work. Hatutakubalisha, tutaandamana, we will stop you, we will do everything possible. We will mobilize everyone to make sure we stop you. Na para kwa debe 2027, hapo ndio ngoma ya mwisho itachezewa. Ngoma ya mwisho tutaichezea para kwa debe mwaka wa 2027. Hakuna siku ingine kama Jamhuri ya Kenya tutaitaka kukuwa na serikali kama hii. Serikali inaoperate na uongo, serikali ya maconmen, serikali ya wanyang'anyi, serikali ya wafedhuri, serikali ya watu wa uongo, serikali ya watu ambao ni wauaji, serikali ya watu ambao ni maconmen, serikali ya watu ambao ni abductors, serikali ni watu ambao hawatimizi ahadi. Hakuna siku ingine tutakubali kuwa na serikali kama hii. Sisi kama wa Kenya, na tutajipanga, we will mobilize every community. Wale wa Kenya wote ambao wanatutakia mazuri, tutamobiliziana kila mtu na tuhakikisha kwamba tumewapeleka nyumbani asubuhi na mapema. Ni hayo tu kwa leo, na hatujafurahia na tutaendelea kuongea, na hakuna siku tutanyamaza. Ni vizuri mkae mkijua hivyo, hakuna siku tutanyamaza. Asanteni sana. Mungu awabariki wa Kenya, Mungu alinde wa Kenya. Turukisha mwaka kwa amani, ndio bado mapambano itaendelea mwaka wa 2025. Thank you very much.